Makulu hapa uwanjani, nitapiga story na wanangu hapa. Naenda kwa blaza mmoja anapiga biashara yake hapa, naona anapiga biashara ya matikiti hapa. Bwana blaza, vipi ndugu yangu? Kama kawaida. Fresh kabisa. Ni hatari sana mwanetu. Unaweza kusimama kidogo? Bwana blaza, mimi kitu ambacho napenda kufahamu kwamba wewe umejiajiri hapa katika hili eneo hapa, naona unauzauza matikiti, kwamba wewe kama wewe nataka kujua baadhi ya vitu. Je, uko tayari kwa hilo? Haina noma. Bwana, mimi nina swali langu la uzushi, ni kwamba wewe hii biashara kama biashara umeanza kupiga lini? Kwenye hii biashara ya matunda ambayo ni matikiti ni kitambo sana. Sema naweza ikawa na muda kama miaka kama 4-5 katika eneo hili hili. Mimi huwa nazunguka kwenye maeneo mbalimbali, kwa mfano natafuta vijio ambavyo vimechangamka na nini, ndo na hifadhi biashara. Hasa kwenye eneo hili hapa la Makulu hapa stendi, kwamba wewe umekuja maeneo haya lini? Maeneo hapa mimi nimewasili jana jioni. Kwa hiyo wewe hapa ni mgeni? Mimi hapa ni mgeni. Ila kwamba soko la hapa umelionaje kwa wewe ambao umetoka kuanzia jana mpaka leo? Baba, soko limechangamka. Soko liko vizuri kama unavyoona, wateja kibao wanazingatia na nini, mzigo unazidi kushuka chini. Hasa naona una mizigo mingi kama vile ninavyoiona mingine hii. Je, hii mizigo waga inalala hapa au ikifika kipindi cha jioni waga unaihamisha sehemu? Yaani kwa usiku ni kwamba hii mizigo tunafanya kuifunikia na maturubai nini, afu kuna walinzi tunawakabidhi, tunawapa kiasi cha hela wanaishi nacho na anatulindia vizuri. Mzigo unaweza ukahesabiwa na nini, ukifika asubuhi kwamba unakuja unauhakikisha tu. Je, kwa huko ambako ulishawahi kufanya biashara huko, je, au walinzi ambao ulikuwa unawakabidhi hata huko ulikotoka, je, kulifika kipindi ulishe kukuta mzigo au idadi imepungua? Kwenye hilo hapana, haiwezi katokea. Kwa mfano nikauacha tu mzigo wangu na ukuta kama ulivyo, kwa sababu nawaachia hela waweze wakapunguza mzigo, na kwa sababu inaweza ikatokea kwa mfano mzigo kama umepungua, anakuja tu anakuelekeza kwamba nilichukua tiketi nikala na nini. Unamwambia fresh, anaweza kukuachia na hela, ukamwambia wewe shina, kwa sababu mtu aweza akalinda chakula kama hivi, njaa imemuuma na yeye lazima azingatie. Ndio kama hivyo utakuta unaona yeye anaweza tu akachukua la kula hata mmoja mawili, kama wanakula nini ndio anakuja kukuelekeza. Wajojelo. Sasa labda tukiendelea ni kwamba, je, changamoto gani ambayo waga inakukuta labda katika biashara yako, labda toka ulipoanza kufanya mpaka leo? Kwenye changamoto kama unavyoona, hakuna biashara isiyokuwa na changamoto. Kama unavyoona, kama inaweza ikatokea faida na changamoto zipo. Kwa mfano changamoto inayotokea, kwa mfano mzigo niliochukua ni mkubwa, kwa hiyo asilimia kubwa unaweza kwa siku ukatoa matikiti hata 4-5 yameharibika. Alafu kitu kingine kwenye hivi vipande na nini, unaweza ukawa unakata matikiti mengine unakuta ni mabichi. Kwa hiyo uweze ukawakatia wateja kitu ambacho ni kibichi, inabidi uweke pembeni. Kuna watu wanakuja wanachukua wanapelekea wanyama, tunaweza ukawapa bure. Pia changamoto nyingine, utakuta mteja unaweza ukamuuzia tikiti anaenda nalo hadi nyumbani, umeona? Anaenda anakata, anarudisha, anakuambia bwana tikiti lako haliko sawa. Unaweza likaa bichi, unaweza likaa lina kasoro. Kwa hiyo inabidi ili kulinda heshima ya mteja, ili na kesho aje inabidi umbadilishie. Umeona? Kwa changamoto ndo kama hizo, ila pamoja tunamshukuru Mungu, tunazidi kusonga mbele, tunapiga kazi. Bwana, kwanza brother, nipende kukushukuru kwa hichi kitu ambacho umefanya, ni kizuri, ila kitu ambacho napenda kufahamu sasa, unawaambia nini vijana wengine ambao labda wanashughulisha na biashara kama hizi, au watu wengine ambao wanatamani kuanzisha biashara ila hawaelewi misingi kama hiyo, kwamba wewe kama wewe unawaambia nini leo uwe mwalimu kwa wengine? Na washauri tu vijana wenzangu wamtegemee Mungu, pia wapambane. Wasisahau kwamba matokeo ya kupambana ni kama hivyo, waache mambo ya uizi na nini, tutafute tu kitu gani, tutafute kazi ya halali. Umeona, ambayo hata Mungu mwenyewe anaweza akabless na nini, mambo yakaenda. Umeona? Kwa hiyo na washauri tu wapambane, sina kitu kingine zaidi. Bwana, pamoja sana na kitu ambacho napenda kukuuliza kwamba wewe kama wewe, kwamba ile eneo ni mgeni, je, wamekupokea kwa namna gani? Wana kibao wamenipokea kwa furaha na nini, tunaishi nao fresh tu. Bwana blaza, pamoja sana, nashukuru. Haina noma. Poa, tukutane wakati ujao. Sawa.